Sasa nilipofika 8 years ndo mambo ikaanza kuwa ngumu. Guka kantan nikuwe kama bibi yake sasa. Ati? Yeah. Aje? Sasa alikuanga na nini, ananishika ananitoa manguo, ananiambia nitoe ama anipige. Sasa juu ya uoga ananitoa ama ninatoa. Ananishika sina hadi matiti. Alafu unajua alikuwa ule Guka wa kunini Chavis. Utamkalia ukiwa na nguo? Na yako na nguo. Nimkalie. Hivyo akinishika matiti, lakini sasa sina matiti, hadi matiti yenyewe anashika hakuna. Sasa Guka vile ule pasta alikuja na suggestion ya niende shule, Guka hataki. Anasema achana naye, mamake atakuja ampeleke shule. Pasta akamuuliza, mtoto wako na miaka 12 anakosa kuenda shule, utaki hata nimlipie? Si mimi ndio nitamlipia na sikuitishi pesa. Ndamugeithia muriaga eroreri aitu. Nie maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibuni sana. Ndake munyita ugeni muthenya wa umuthi o mundu ekuria ri. Na ndikimwiraga mundu akaigua haria hagirire. Na thank you so much for your support, for subscribing to this YouTube channel. Undu cio nduo ya goro uguo. Na ninguragia na gitio we utagi subscribe ite. Kindly itikira kuhe support iyo. Subscribe tugakoragwo tugitwarana. Itanathie muno ni ngomba gucokia ngatho nyingi muno ni undu wa eroreri aitu aria makoragwo matwihokete na magakorwo makiinvest na kambuni ici ndutaga wira nacio. Na ni ngomba gucokia ngatho ni undu wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni undu wa gwitikira kurutithania wira na ithui, na andu aria hihi mutakoretwo mukirora kana mutonaga mitambo-ini muno kana hihi mutano magirira social media ta Facebook, to ni ngoretwo ngiposti mbica nyingi muno ati kambuni ya Golden Dreams ni turakorirwo tukihotanira awards, na ni awards ithatu ya gutwika ati the most reliable and timely title deed assurance investment, na ni producer ni akunjikirira certificate icio hau iria turaheirwo ati ungienda kuigira na broti kana kea kana mugunda no heo taitu na ihenya muno ihinda-ini riria riagirire. Ti kundu kungi wagirwo ku invest nakuo, ni guku kwa Golden Dreams Land and Properties Limited. Na kuma kwi award iyo no turaheirwo award ingi ati taru mundu gwitwo Fred Kahura, director wa Golden Dreams Land and Properties Limited, na kenera heirwo award reke guvomere ore yandikitwo most trusted managing director in land selling to diaspora investors. Tukana wanyito uguo ni Mr. Fred Kahura. Na ici ni award very clear, very kejugiona very international. Mutigacone ha horo uguo by the way. Uguo wiguite maundu ta macio kuma gwa kambuni ya Golden Dreams. Ati nginya andu aria maheanaga award ici ni maramatambura makamenya ati ni maheanaga title ihinda-ini riria riagirire. Nake director witu Mr. Fred Kahura ati niwe most trusted managing director in land selling to diaspora investors. Bikana mwanyito horo cio tondu director ni agenagia tondu ni oka huko na akaheana namba yake. Such that ati ono ngikorwo kienda kwaria nake direct ni ukwaria nake. Uguo riria ndamwira this is the best company to invest, co-invest nayo mugetikagia uguo ndiramwira nema tondu murana nginya ni ratamburu. Na ndina mena project nyingi muno makoretwo magikuhaririria muno makiria. Na project ile tukoretwo twinayo ekuria mwena wa Masinga ni drone ndatubirwo mapu na drone riu ithiete guthiririkira fiu na ni ngwiraga ugikorwo we ni ukwenda kuigithia na project hiyo broti kuria ni ciringi 199 broti cia 50 by 100 na cie hakuhi na farafara na kundu kuria ni gwake na ni kwiriga ngwiraga mugunda urio thiururukirio ni fara. Uguo gutire mundu ngiuga ati ni ndokire ndi wa mbere kana ndoka ndi wa mwisho tondu hari okuoya no nginya urihutania na fara kundu kuria kwina thitima na kwina maundu mothe. Broti iria no wigirire deposit ya 50 balance urihe na mieri 6 na oho kwina broti Malindi cia 101 ona kuona wigirire deposit ya 50 balance urihe na mieri 6 na no ndagika 30 kuma Malindi town haria mugunda uyu uri na mugunda uyu ukoragwo komeire farafara ukoragwo hutitie rami na riu ni ndake kwashwira ati kambuni no wa invest for sure mbeca ciaku cie safe
investment yaku is safe, broti yaku is safe tondu na migunda yao ni makoragwo mairigite na ati title no ukomiona ihinda-ini riria riagiriire. So ni undu wohoro makiria hura namba ino ya thimu 0743 42 2222 0743 42 2222 kana ugicere kuria Ruiru building twitaga BD House third floor room third floor goda kuria ni room iriku no ngwiciria wagithi kuria third floor uguthii utwaritwo ni stairs ginya kuria office ya Golden Dreams shiri ugu gutire iriga so long as no wathii BD House ugi urathii third floor ni uguthi wonete office cia uku na ni ukwamukirwo na njira ya fata muno na njira ya gitio. So mwe karibu sana gukwa Golden Dreams. Undu ucio ngiguririkania ni ati wewe muciari we hau by the way na ni urenda gukorwo ukirehe mwana waku guku gwitu tukorwo tukimuhe skills about video shooting, video editing, photography, maundu macio mothe, DJing no ni turaofa maundu macio na tugaga ithuĩ ni skills tuheanaga tukuheaga maundu maria thia gukora ground by the way na nini njugaga guku ti thukuru ati kuri thia kuheo mabuku na karamu ambia kwandika ngathi uri wike u guku ni ukio korwo ni camera urathoma tugakunengera camera, this is the camera irutaga wira no okorwo ni editing tugakunengera laptop kana computer video editagwo no okorwo ni drone tugakuonia drone ihuthikaga u okorwo ni gimbal indo icio ciothe tugakuonera cihuthikaga na kundu guku ni kwega muno na angikorwo few we ni wiriragiria gutuika producer kana video director, video editor, photographer munoma kuje huku kwetu uone zile mambo tutakupatia guku tikubahatisha na tigwetherera. I'm working with professionals yani ando maikarete thini wa video shooting, video editing industry for more than 15 years. No ugethake na mundu ucio ugu gutiri undu ataramenya. Mundu ando mathondekete film, watu wako sawa hadi vitu tunaitaga color grading. They are so professional. Okorwo ni DJ urenda, ma DJ marendera work now. Ni ando maikarete more than 20 years. So ni watu wanakupatia techniques zote za DJing. Na guku gwitu ni turamunyita ogeni muno na ona hangikorwo hihi we hau na we muciari kana we kiria no wende ku join ginya mwaka uyu ngiroka tuhurire thimu tumenyithie niguo tukuigire slot tondu tutihota kwa accommodate andu aingi twendaga tukoya o andu kiango fulani andu matari aingi nigetha na ithu tukahota kumanengera ugi ucio wothe tukahota kumanage wega tutigathie kuoya andu aingi nyingi tumahe kindu kiria tutarenda. I want undu uria twinaguo kana target iria twinayo ni ati this will be the best the best hub to learn about those the skills, techniques na maundu macio mothe guku ndakwira miaka igana na eguka ni muri onaga ati mundu wothe urenda guthi guthoma maundu ma video kundu kuria ngithia thome kundu professional na korwo na skills icio ni guku na very soon we are going to do a very nini nituguthi gwika movie nigetha muone maundu maria turamwira okorwo nta video shooting cia nyimbo ni twikaga na ni ndimwiraga by the way korwo we hau na urenda kuina no wende kwerwo video talk to us ukorwo we na event o yothe araniria na ithui ni tukaga no tukire live coverage no tukuhurire mbica no tukwere video korwo hihi ni kindu to hiki mathiko kamweretho makurusedi maundu ta macio mothe ni twikaga na tugeka na njira very in a professional way. So ni ndu wohoro makiria tuhurire namba ino ya thimu 0724 333313 0724 333313. Karibuni sana leo na umuthi dina mugeni wa Jerera ningwenda tugeithie tumenye maritwa make na kuri umite na acoke riu tukigwe rugano rwake na ningwenda kuga rugano ruru rugithi kuheanwo maundu maria kwaria ti murugamo wakwa na ti murugamo wa platform ino ni murugamo wake we mwene. So muikare hau tugeigwe rugano ruru orani ni jeterere kuruigwa. Mko karibu sana. Habari yako madam? Salama sana. Kwa salama. Yeah. Naweza taka uangalie hii kamera. Usalimia watu na uambie majina zako. Kidogo leo tutakuwa tunakiongea kwa lugha ya Kiswahili, si ndio? Yeah. Yeah, karibu sana. Asante. Habari zenu viewers. Kwa majina naitwa Tabitha Mutheo. Niko na miaka 26. Mimi ni mzaliwa wa Naivasha. Na pia kujilelea Naivasha. Okay. Yeah. Na nataka kusimulia story yangu even though ijakuwa rahisi. Ijakuwa rahisi? Yeah. Okay, story yako ijakuwa rahisi.
Ya haijakuwa rahisi hadi nifike penye nimefika saa hizi. Yote tu ni kwa sababu ya Mungu. Okay. Yeah. So si tuko ready kukusikiza. Tunaweza endelea. Yeah. Mimi nilipozaliwa, mimi ni mtoto nimelelewa na shosho na guka. But sasa nilipozaliwa, mamangu akaniacha nikiwa na 2 weeks. Ukiwa na 2 weeks? Yeah. Akaniacha kwa shosho. Yeah, akaenda. Sasa shosho ndiye alinilea hadi sikunyonya. Ulikuwa unafanya nini? Mimi sikunyonya ni matiti ya mama. Ni shosho tu ndiye alinilea. Nilipofika 5 years, shosho akapass. Wow. Sasa hapo vile shosho alipass, sijui mama alijua aje. Nikusikia alisikia mamake amekufa, akakuja kuzika mamake. Kwani alikuwa ameenda wapi? Sijui. Na for hiyo time yote 5 years hakuwa amewahi rudi hata kunini? Hakuwa irudi. Mimi sasa nilikuwa najua shosho ni mamangu. Sasa vinye mama alikuja kuzika shosho tukaka. But vinye alikuja, alikuja na watoto wawili. Hiyo after hiyo 5 years msichana na kijana. But msichana alikuwa mkubwa kwa kijana. Okay. Yeah. Alafu tukaka after tumezika shosho wiki 2 zikaisha. Tukiwa tunakaa tu na mama hapo, akarudi akaniambia nataka niendee maziwa ya mtoto, wewe baki hapa na na mtoto tukiwa na huyo sistangu. Mimi na huyo sistangu tulikuwa tumeachana sana. Mamu hivyo ndiye alienda akiendanga. Okay. Aliendea maziwa na hakuwahi rudi tena. Sasa ikabaki mimi ndo chunga wale watoto wetu. So umebaki na nani sasa hiyo? Tumebaki sasa na guka. Guka yako? Shoshosha nini? Tumebaki sasa guka ndiye anatulea. Ama ataweza kuangalia? Alikuwa mzee, hakuwa ndiye anaenda kazi. Okay. So si tuko tuna survive na ile kuomba soko. Kwani hakukuwa na maanti ya mama uncle? Anti yangu mwenye nilikuwa najua alikuwa shule, ni mdogo. Yeye na brother yake sasa walikuwa tu shule. Si ati ni watu wanaenda kufanya kazi. Sasa tukakaa nilipofika 7 years. Hapo ndo sistangu akagonjekanga. Akagonjeka nikaambia alikuwa na pneumonia, nikaambia guka si tupeleke huyu nani hosi. Guka akakataa. Alikuwa ule mzee aamini hospitali. Anaamini nini? Hizi dawa za kienyeji. Okay. Yeah. Sasa nikamwambia tupeleke sistangu hosi, hataki kusikia. Sasa tukalala siku moja. Tuko tunalalanga chini, tuko tunatandikanga nini? Hizi blanketi. Tunatandika chini tunalala. Hakukuwa na mattress that time. Sasa siku moja tukalala. Asubuhi kuamka, guka ile kumwambia tupeleke mtoto hosi hataki. Hapo ndo sistangu alipass. What? Yeah. Hata akapass. Sistangu akapass. Sasa ni mgonjwa. Hakuna kumpeleka hospitali. Like guka tu sisi anatuchukulia tu hivyo, atupendi. Yeah. Okay. Sasa sistangu vile alipass, tukaenda kumzika. Kwani mtamzika immediately? Sasa si tulifanya maombolezi, ile pesa ilichangwa hatuku nini. Hiyo pesa ilichangwa, siguka obviously ndiye ataweka. Ni yake. Okay, tuendelee tu. Sasa tukaenda kumzika, batata kwenda kuzika sistangu niliendanga mguu tupu. Mguu tupu huko hata na viatu? Na viatu, si hakuna ile mtu anaweza kukutekea. Hakuna. Sasa hiyo mama yako hajairudi? Mamangu hadi kuja kuzika mtoto wake. What? Na mlikuwa mnasikia fununu labda mahali yako? Si hatukuwa tunasikia fununu zozote. Yeah. Okay. Yeah. Up until later tu ndo nilikuja kusikia majuzi. Yeah. Kutoka hiyo time. Na ni rafiki yake alikuja tu akani approach. So venye Siza alikufa mtaendelea aje? Tukaenda tukamzika, maombolezi ikaisha, tukarudi, yani tukamaliza kumzika tukarudi nyumbani. Mimi nilikuwa ndo kama mfanyikazi kwa hiyo nyumba ya guka. Mimi ndo naenda kuni, kuosha vyombo, siendi shule. Yeah. Na sasa huyu mwingine mdogo? Brother yangu bado namuangalia. Sasa mimi ndo kama mama yake. Okay.
jua wengine hawana hiyo time ya kukaa hapo wamwangalie, ama hata guka pia ana shughuli. Je, unaona watoto wake ni wakubwa, at least ni wakubwa, ni watu wanaweza jishughulikia. Sasa ni mimi hapo nichunge brother yangu. Okay. Yeah, so nilikuwa natoka naenda soko, time amenituma soko, naenda nikiokota mpaka maembe. Nakuja nayo tunakula na brother yangu juu kukula ilikuwa once. Okay. Jioni peke yake sapa. Sasa nilikuwa naenda naokota nakuja tunakula na brother yangu. Yeah, na makeki. Kuna time nikienda Guka alikuwa ananiamshanga 5. Niamke niende niokote kuni. Nilete ndio watoto wapikiwe chai waende shule. Nani alikuwa anawapikia? Guka alikuwa anapika. Okay. Sasa before waende shule lazima nikuwe nimeenda kuni na nimeleta, na wakienda tena mimi nitoke tena niende nilete za kupika lunch na supper. Juu alikuwa anajichemshianga chakula yenye imebaki. Okay. Yeah, ndio pay brother yangu. That time bro alikuwa mdogo. Sasa hadi ilikuwa inafika mahali mimi nikienda naenda kupata, kuna place hapo walikuwa wanapikanga keki. Okay. Sasa zile keki zenye unaona zile zimeninia zienda kuuzwa kwa duka. Wanamwaga. Okay. Mimi naenda hapo nasimama na ngoja, kulikuwa na machokora hapo, ilikuwa tu ni place mpaka machokora wanaenda kuokota. Sasa nitasimama ningoje machokora waokote. Ndio sasa na mimi niokote. Okay. Hizo mametutu nakuja nazo home. Unakula na bro? Tunakula na brother yangu na maji. Na maji? Yeah. Okay. Yeah. Sasa tukaendelea hivyo. Sasa nilipofika 8 years ndio mambo ikaanza kuwa ngumu. Guka kantan nikuwe kama bibi yake sasa. Ati? Yeah. Aje? Aliniambia kutaenda aje? Hebu elezea venye kulienda from the very first time. Yeah, sasa nilipofika hapo 8 years. Hii miaka 6, 5, 7, 6 nilikuwa tu kama mfanyikazi hivyo. Sasa nilipofika 8 years Guka akaanzanga like ile akaanza kuniambia, unajua kwanza unakuwa umetajwa bibi yangu. 8 years wewe ni mtoto mdogo sana. Yeah. But mimi nimetajwa bibi yake, so mimi ni bibi yake. Wewe ni bibi yake? Si mimi. Uko name tafuta shosho yangu. Okay. Yeah. Sasa alikuanga na nini, ananishika ananitoa manguo, ananiambia nitoe ama anipige. Sasa juu ile uoga ananitoa ama ninatoa. Ananishika sina hadi matiti. Alafu unajua alikuwa ule Guka wa kunini Chavis. Baki. Hata ananiingiza vidole. Wapi? Huku chini. Sehemu zangu za siri. Yeah. Na ananiingiza sasa hizo. Yeah. Taingiza aje? Sasa ananiingiza kidole na ananiambia panua miguu. Anaanza kuniingiza vidole. Hai. Yeah. Sasa ama hadi saa zingine anajitoa nguo ananiambia nimshike sehemu zake za siri. That time sikuwa tinajua ni nini, lakini kwa ananiambia nimshike, nianze kumfanya hivi. Hadi anaanza kunini kumwaga hizo sasa hizo nini. Yeah. Hii ni historia ukweli? Yeah. Okay, Guka yako alikuwa how old? Sijui miaka jodi ya kuanga na ID. Azin, uzee ilikuwa inatoshana aje? Unajua ni mzee. Okay, mzee sasa anatoa wapi hiyo nguvu hata kufanya hivyo? Si mzee hivyo sana. Juadi alikuwa kuna rafiki yangu alikuwa analala na yeye. Rafiki yako? Rafiki sasa yetu mwenye amezoea kukuja huko home, lakini huyo msichana alikuwa ni wasichana wamechanuka, ako 15 years. Yesa anatoroka kwao. Akitoroka kwao anakuja huko kwetu kaka. Analala huko. Unaona huyo. Sasa ni Guka alikuwa anaweza lala na mtu. Ndio nilikuzadi kujua later on. Chenye alikuwa ananifanyia, ndiye alikuwa anafanyia mtoto wake hadi akatoroka. So si mtoto wake? Mtoto wake. Mwenye unasema alikuwa amebaki akiwa shule? Huyo. Ulijua aje? Si nilikuja kupewa the whole story juzi. Na mama rafiki ya, alikuwa rafiki ya mamangu. Alikuwa anatujua. Alikuja kuniambia, ujue si wewe peke yako umepitia mateso kwa huyo mzee. Alikuwa anafanya hivyo pia mtoto wake. Mtoto wake alitoroka akiwa class 4. Aya, kwa hivyo ni mtoto mdogo? Ni mtu alitoroka akiwa class 4. Unajua sasa alikuwa miaka. Na sasa
Kwani hakukuwa na watu ungeambiwa vitu zenye una huku kana kufanyia? Hakuna, utaenda kuambia nani? Na watu wanamuogopa. Alikuwa Mkikuyu? Mkamba. Yeah. Yeah. Sasa kila mtu anamuogopa, huwezi enda kusema. Afu alikuwa anaogopa juu nini? Sijui. Juu hadi that time vile nilikuwa. Jadi vile nilikuwa ni kama juu huwezi fanyia hivyo damu yako, huwezi fanyia hizo vitu mtu mwenye damu yako, hata kama si damu yako. Kuna vitu zingine huwezi fanyia mtu. Zenye alikuwa anafanyia watoto wake. So after sasa kukuambia ufanye hivyo, sasa alikuwa sasa wewe ulikuwa unajua aje unafaa ufanye hivyo ama anakuonyesha? Ananionyesha. Na ananiambia nifanye. Sasa mimi namfanya vile anataka, juu atanichapa nisipofanya. Mimi hadi sikuwa napewa ruhusa ya kwenda kucheza. Mimi sikuwa nacheza. Akiniona na kijana, hadi nacheza huko nje na vijana. Wewe, umeenda kwanza kulala na vijana? Kuja hapa viboko. Sasa nilikuwa nakanga. Afu hata hiyo time pia bado hakuna hadi time. Juu utaambiwa enda utafute kuni. Hataki upumzike. Sasa hizi mambo alikuwa anakufanyia saa ngapi? Nikitoka kuni, sasa unajua place tulikuwa tunakaa, kulikuwa ni nyumba zetu tu 3. Alafu nyingine yote ni kiwanja. Alafu sasa unaona ni kiwanja, alafu ni barabara bado ya watu wa maua ya kupitia. Ya sasa watu wa maua walikuwa wanapitanga saa 10 na hiyo asubuhi wakienda kazi. Sasa hii mchana yote kuanzia saa 7 saa 8 kuendelea before watoto watoke shule, hakuna watu around. So wewe uko unaenda shule? Mimi sikuwa naenda shule. Yeah. Hadi watoto wake walikuwa wanalipiwa shule, walikuwa wamesponsor na pastor. Na huyu pastor ndio bado alikuja wakati sasa nimefika 12. Akasema, huyu mtoto ni mkubwa sana, anafaa kuwa shule. But Guka alikuwa anakataa. So kuliendelea aje? Hivyo vile alikuwa ananifanyia, tukaendelea. Sasa ndio siku moja, hiyo siku alikuwa ameniamulia. Na mimi nimekulea, sitakubali ukuje kwenda na mwanaume mwingine kuja nikufunze hii mambo. After sasa kumshika. Sasa amezoea kunishika hivyo. Sasa ndiye akakuwa hiyo one day akaamua mimi nataka sasa nikufunze. Na akaeka kisu njora. Njora ya Wamasai. Akaeka kwa kitanda. Akaniambia leo lazima nikufanye. Lazima nitakufunza hii kitu. Akasema sasa nikaruka akanirusha kwa kitanda nikalala. Ashanitoa nguo. Sasa anataka sasa kutoa yeye. Kwenda kutoa, kuna huyu mzee alikuja, si mzee sana but ni kijana, si kijana na si mzee. Alikuwa amekuja kumuomba mbake. Akakuja. Akasema hapo kwa mlango na sana Kikuyu. Akasema we mzee, kwani leo ni kwa nini umefunga mlango na ufungangi? Akasema nini unataka? Wakaanza kugombana. Sasa mzee anagombana juu amenikuta sina nguo. Ala, kwani ameingia? Juu sasa unajua sasa hapo huwezi jua ati kama mtu anaweza kuja junior haina watu. Sasa kanini hivyo akasema nataka mbake. After wamegombana ndio akamuuliza na huyu mtoto kwa nini hana nguo? Akasema nikubadilisha, alikuwa anabadilisha. Akaniambia toka hapa na uende. But sasa hapo hivyo kwa hiyo nilikatangwa na hiyo njora kidogo. Kwa nini? Kwa hapa kwa mguu mmoja huko karibu sehemu za siri, hiyo njora ilinikatanga kidogo. Imekukata aje? Si alikuwa ameiweka hapo ananiambia nikipiga nduru ananiua. Sasa njora iliingililia wapi huko? Nilikuwa nimelala ndio ilikuwa hapa. Sasa ilinikata side moja. Kwa hiyo harakati ya kunini mbio. Yeah. Huyo mzee akampea mbake akaenda, mimi akanifukuza nikaenda nje kucheza. Sasa since that day akaacha hizo maneno za kunini za kunishika na kutaka kunirape hivyo. Yeah. Hapo sasa ndiye aliacha ndio sasa huyo pastor ndiye akaanza kukuja. So hakulala na wewe? Hakulala na mimi. Batalishi kuniingiza vidole. Sasa venye amepatwa bado aliendelea na hiyo tabia ya kukuzaguza? Alikuwa tu ananini hadi saa zingine ananiambia nimkalie. Lakini sasa uli aingizi like hata nini utamkalia ukiwa na nguo?
na yako na nguo. Nimkalie. Hivyo akinishikashika matiti, lakini sasa sina matiti, hadi matiti yenyewe anashika hakuna. So anatafutilia. Tukaendelea hivyo. Sasa ndo nilipofika 12 years. Kuharibu uko chini. Kwa nini kidole tu. Sasa nini hakunilala na mimi. Kwa nini unajua unasema tu kidole ni kama wewe uko unasikia uchungu? Nilikuwa nasikia uchungu juu ilikuwa kidole yake ilikuwa inatoka hadi na damu. Hata akiniuliza unasikia aje, na mimi nasikia uchungu, ukaacha. Nasikia uchungu, hataki kusikia. Like hadi sasa hadi unajua life ilikuwa ngumu, hadi kuoga ni shida. Wazin? Hakuna kuoga, mimi nilikuwa hadi na gekuri. Gekuri? Ile nini ukikosa kuoga inakuja. Sasa huyu mtoto wenyu, huyu mwingine yako wapi? Brother yangu kako tu. Bado ni kadogo. Hata yako anaenda shule? Hatukuwa tunaenda shule sisi. Ni shule nilikuja kwenda nilipofika 12 years. Na sasa hiyo hata mama yako hakuwa irudi. Sasa huyo aunti yako mwenye alikuwa anafanywa hivyo, alikuwa amepotea before wewe ama alipotea after? Alipotea. Sasa yeye hizi mambo alikuwa anafanyiwa, mimi sikuwa najua. Venye shosho alikufa. Venye shosho alikufa. Yeye akakuwa sasa, mimi unajua mara most nilikuwa nasikianga juu tuko nalala mimi brother yangu, mimi sister yangu, brother yangu, alafu nani sasa before sister pass. Sasa nilikuwa nasikianga kukaa na pita kwa miguu na shanga, ama kukaa amekuja alafu anaanza kujifanya ni kama vita. Nashindwa kukaa amekuja kufanya nini? Alikuwa anakuja anasema nini? Sasa unasikia tu mtu amewapita kwa miguu. Kumbe ameenda kushikashika mtoto wake. Anamshikia tu hapo usiku. Tukiwa tumelala. Sasa yeye anadhania mimi sasa nimelala, lakini mimi sikuwa nalala juu nilikuwa nalala mwisho kwa mlango. Naona bado ile uoga, baridi. So huyo mtoto wake hiyo bado time alikuwa mdogo? Alikuwa mdogo like 14 years huko. Hiyo ndio ilifanya hadi akatoroka home. Na sasa huyo mwenye ulikuwa unasema mwa 15 years alikuwa anakuja? Huyo alikuwa huyo alikuwa amezoea, nikaa alikuwa amezoea juu sasa yeye unaona anatoroka kwao. Na kwao si karibu na kwetu. Ni place ulikuwa unalipa gari ndio uende alafu urudi. Sasa ni msichana alikuwa amechanuka juu kuna time bado alikuwa ameolewa tu hapo area. Area. Alikuwa anakuja analala kwenyu? Wakikosana na huyo mwenye amemuoa anakuja kwetu. Jadi kuna time alikuwa amekujanga kushika kukaa, alitoa msichana mimba. Alimtoa? Na dawa. Na kwani huko kwenye huko na machifu na manini? Mimi sasa that time sikuwa najua chief. Mimi sikuwa najua hadi kwa chief. Mimi hadi kwa chief nikuja kujua nikiwa mkubwa penye anakuanga. But hiyo ni place wako wanaona labda huyo demo akikuja huko. Kitambo nikaa hiyo time hakukuwa ati ati tutakushika. Hakukuwa kama si kama saizi ati unaweza ona mtoto amekuja kwa mtu alafu nini mtoto mdogo. That time hakukuwa hivyo. So haya tuendelee basi. So alikuwa anakuambia umkalie? Namkalia, ananishikashika, ananiambia niende, kitosheka kunishika. Mimi naenda. Nikasa kazi mimi bado ndio kaa house girl huko. Jua nini wengine wako shule. Sasa ndo pastor gani umeniambia wako wanasoma? Sasa mimi na brother yangu ndio tulikuwa tunasoma. Watoto wa Guka walikuwa sponsored na pastor. Hiyo kanisa tulikuwa tunaendanga. Sasa walikuwa sponsored wanasoma. Mmoja alikuwa 4, mwingine 5. Walikuwa 4 na 3. Kijana alikuwa 3, msichana alikuwa class 4. Ndio sasa msichana akakuja kunini kuacha shule. So shosho yako alikuwa amewacha watoto 3 nyuma? 2. Na huyo mwenye alipotea? Huyo mwenye alipotea sasa ndio huyo wa class 4 mwenye alikuwa anashikwa na Guka. Yeye alikuwa na watoto 2. Aliacha 2 nyuma. Au sasa mimi na brother yangu, sister yangu after amepass unaona. Tukakuwa sasa watoto 4. Haya, so kutaendelea aje? Haya, sasa Guka kanini sasa Guka vile ule pastor alikuja na suggestion ya niende shule, Guka hataki. Anasema wachana naye, mamake atakuja ampeleke shule. Pastor akamuuliza, mtoto wako na miaka 12.
anakosa kuenda shule, utaki hata nimlipie, si mimi ndio nitamlipia na sikuitishi pesa. Akakuwa nikaa ile ataki, lakini sasa unaona ule pasta badoko ni polisi na ni pasta. Akawa nikaa naogopa. Akasema ni sawa, mimi nikaenda nursery nikiwa na 12 years. Yeah. Wow. Nilisoma nursery na 12 years. Sasa kusoma na sasa unajua nilikuwa chopi, like nilikuwa mwerevu sana. Ile yenye paka teachers akasema, ninayo teacher akasema huyu msichana hataenda class 1. Wacha aruke darasa 2 ende 3. Yeah. Na nilienda nikafanya interview na nikapita. Nikaingia class 3. Sasa nikasoma 3, but sasa bado hadi nikisomanga ni mashida. Lazima niamke asubuhi, niende kuni, nikuje, ndo niende shule. Mimi nilishi kuchapwa na walimu juu ya kuchelewa. Juu lazima nifanye hichi chenye kukaa amesema ndo niende shule. Nikaendelea hivyo na life kinisukuma. Yaani tukingangana tu hivyo na brother yangu. But pia brother yangu alikuja akaingizwa shule, nursery, kasoma nursery. Vile nilifika class 7 sasa mambo ikakuwa ngumu. Kabidi sitaendelea na shule tena. Juu guka alikuja akasema, watoto wangu wameacha shule. Hata wewe unasoma ya nini? Hakuna je uendelee kusoma. Na ule mwenye alikuwa ananilipia shule unaona alipigwa transfer. Huyo pasta. Akaenda juu alikuwa askari jela. Akapigwa transfer akaenda. Sasa hakuna nini na kila siku mimi ndo nachelewa shule. Hadi walimu watachoka. Na guka pia akasema hakuna shule. Sasa hapo ndo maisha ikanikalia. Nikaacha shule, nikaanza sasa kukaa huku kwa guka. Guka nipei amani, kelele kila siku, vita nini. Mpaka mama fulani hapo akasemanga beshte tu, juu nilikuwa naendanga kuomba carrot soko na nyanya. Mostly hata tulikuwa tunakulanga hizo carrot sana. Sasa akaniambia, "Na unaweza fanya kazi ya nyumba?" Nikamwambia, naweza fanya." Na obvious sasa unaona niko mdogo, si rahisi, niko 16 hapo, 17 hapo. Hakuna, ni ngumu juu sina ID, sasa ni ngumu mtu akubali kunipea kazi. But mama alinisaidia nikapata kazi na huku Kiambu. Nikakuja kazi. Sasa hadi pesa nilikuwa nalipwa zote zilikuwa zinatumiwa ule mama. Juu bado brother yangu anasoma. Ndiye amlipie school fees. Juu communication na ule pasta ilishanga. Okay. Yeah. Sasa huyo mama ndiye alikuwa analipia school fees, ananunulia chakula. Juu sasa hiyo bado amezeeka. Sasa amezeeka ile haizienda. Dicho anaenda tu kwa nyumba. Brother yangu anaenda anamwaga. Anaenda anamwaga choo. Huyo Uka. Naona kuna mtu wao ati atakuja kumnini hiyo time. Sasa mimi sikuwa najua familia. Watu wao. Sikuwa najua. Nikakuja kazi Kiambu nikafanya. Nikaendelea. Sasa nimekuja. Nikafanya. 2016 sasa hiyo ilikuwa 2016. Hiyo 2016 ni kwenye nilikuwa nafanya kazi kulikuwa kwa doc. Okay. Mwanaume alikuwa daktari. Sasa siku moja mimi siku ule msichana anatoka, siku anatokanga nje ya gate. Nilikuwa tu nakaa hapo. Kila nikitaka pads, kitu kama pads natuma huyo madam. Kila kitu yenye nataka huyo madam ananiletea. Sasa siku moja madam akaenda ushago. Akaniacha na bwana yake. Kuniacha na bwana yake. Bwana akapika kahawa akaniletea. Like mimi nilikuwa namtrust. Ni mtu tumekaa na yeye, siwezi sema ati anaweza nifanyia kitu mbaya, mwezi dhani. Juu umekaa na mtu venye umekaa vizuri hivyo, huwezi mfikiria vibaya. Huyo mzee akaniletea kahawa nikakunywa. Kukunywa hiyo kahawa mimi nilijisikianga the next day. Hiyo the next day nimejisikia nasikia uchungu. Miguu inakataa. Niko na spots za damu. Like mimi nikashindwa kwa nini mbaya na mimi.
lakini akili haiku nini ati huyu mzee anaweza kufanyia anything. Ile tu nikashtuka, bado nashtuka, najiuliza na kwani periods zangu hapana, haziwezi kuwa zimekuja hivyo, ati zinakuja sports na zinapotea. Nikaassume tu basi ni kitu normal, lakini that time sikuwa najua ati ni normal, msichana wana hormonal imbalances sikuwa najua, but nikasema labda tu ni kawaida, labda pia kuna wasichana wengine wanapitia yenye napitia. Kwanza tukakaa, madamu akarudi, tukaendelea tu kukaa. Hiyo mwezi periods hazikukuja. Au kujua kuna kitu imehappen? Sasa mimi nilikuwa nasikia tu uchungu, lakini sasa akili yezi sema hiyo time. Unajua sasa hiyo wakati hatukuwa na ile akili kaya saa hii. Hatutasema huyu mtu amekufanyia kitu mbaya ama utamshuku. Si mbali. Si mbali, lakini sasa unaona hiyo akili sikuwa nayo. Hiyo mwezi ikaisha, sikupata periods. Hii mwezi ingine sasa ilikuwa mwezi wa 9. Mwezi wa 10 ijakuja, Sule madamu akaanza kunishuku. Najua aje? Juu yeye ndiye alikuwa ananiendea kila kitu. Na akaniuliza, Tabe, kwani ni nini unitishi pads? Ama zile zingine bado ziko? Nikamwambia haziko, lakini periods ni kama zimeruka. Akaniambia last month ziruke na this month bado ziruke. Nikamwambia mimi sijui hizi mambo. Akaniambia hapana, wewe Tabe vile ninaona ni kama uko na mimba. Nikamuuliza sasa mimi mimba natoa wapi? Mimi sitokangi hapa. Mimba nimetoa wapi? Akasema tutajua, acha nikupime. Hiyo tunaenda kupima. Akaenda akakuja nako kakitu kakupima ball. Kaniambia ndo kojolea hapo. Ningeenda nikakojoa kwa kimkebe nikamletea. Akapima. Kaniambia unaona uko na mimba, hii mimba umetoa wapi? Sasa nikashtuka, mimi mimba nimetoa wapi? Na sasa kueleza ule madam vile kulienda, akaanza hapana, lakini hii mimba ni ya mzee wangu. Hii mimba ni ya mzee wangu na lazima utoe. Alijua aje? Sasa sijui venye alijua ni ya mzee wake. Lakini chenye anajua ni mimi sitokangi kwa hiyo nyumba. Kwani kukujangi wanaume wengine? Hawakuwa watu, hata hawakuwa na watoto. Juu unaona sasa bona ni doke anaendanga, bibi ndiye anabaki, na bibi pia sijui alikuwa anafanya kazi wapi, lakini alikuwa anafanya biashara. Sasa akaanza kuniambia na hii mimba lazima utoe. Mimi nikamwambia alikuwa anajua bona yake ni hiyo tabia. Sijui labda alikuwa anajua, ama labda sio mimi si mimi peke yangu, labda nishaifanywa hivyo, nilifanyiwa hivyo, labda kuna mwingine ashaifanyiwa hivyo. Sasa unaona, kasema utatoa. Mimi nikamwambia mimi mimba stoi. Kaniambia ujue hii boli utatoa. Mimi sitaki mimi upate mtoto ukuje kusumbuana na watoto wangu in the future. Nikamwambia sasa in the future watasumbuana aje? Mimi lakini bora mimi mimba stoi. Mimi siwezi kufurahisha nikasirishe Mungu. Hivyo ndo nilimwambia. Akasema hapana, hii mimba utatoa. Ikaanza vurugu, hadi wakaanza kuvurugana na bwana yake. Kwani bwana sasa amejua? Bwana bibi angenyamazia hiyo siku tu. Alianza kumvuruga. Kaanza kuvurugana, akapigwa, akaenda kwao, mimi nikabaki. Huyo mama? Sasa mimi kubaki ananiambia, huyo mzee ananiambia mimi nataka ukue bibi yangu pia. Nikuweke huko. Nikamwambia mimi hapana. Mimi sitaki. Akasema hapana, nataka tu basi ukae hapa, ataka utakuwa kama bibi yangu, nipe tu chance. Nikamwambia hapana, mimi siwezi haribu nyumba ya mwanamke. Siwezi kuwa kama hivyo bibi wa pili, sitaki. Wewe fanya aje, mimi nipe pesa yangu niende, juu alikuwa na deni yangu ya hiyo mwezi. Akakataa, hakunipea pesa zangu. Basi nikamwambia kama utaki kunipea pesa, mimi nipe fare basi niende. Kasema sawa. Hakunilipa hiyo mwezi nimewafanyia kazi, alinipea tu fare kurudi hadi kwetu Naivasha. Nikarudi. Kurudi Naivasha ndo nikakuja nikakutana na ule msichana sasa mwenye
alikuwa na nini na guka. Mwenye walikuwa nalala na guka. Sio guka yako wako wapi? Aliendanga. Alichukuliwa na watu wao. Wapi? Sipesema watu wao sijui uko na. Mimi hata siwajui, hata leo siwajui. What? Mimi siwajui. So alichukuliwa kaa huyuko? Kama siko mimi nilikuwa kazi. Alafu bradhangu akachoko ule mama mwenye tulikuwa tunatumia pesa. So mimi sikuwa najua watu wao. Hata siwezi kuambia wanakaa aje. So yeye alichukuliwa na watoto wake ama sasa sijui ni watoto wake. Asi hivyo watoto wenye alikuwa amebaki nao mwenye ulikuwa apart from mwenye alipotea wengine. Mwingine wengine wakubwa. Mimi sijui kama kulikuwa na wakubwa. Mimi nilikuwa najua tu hawa wawili. Ndio nauliza hao walienda wapi? Hawa wawili. Msichana alipoteanga akaenda. Sijui aliendanga kusijui kuolewa wapi. Huyo alipotea na huyo mwingine. Huyo kijana naye akatoka akaenda. Sasa sijui aliendanga wapi. Juu huyo kijana hata akienda nilikuwa bado kwa guka. Ile tu unaweza toka tu ende. Alienda na hakurudi. Sasa since then mimi sijai. Saizi hata siwezi kuambia vile wanafanana. Hata labda ni mtu tushaikutana tukapitana. Juu simjui. Siwajui saizi. So mkapatana na yule msichana? Tukapatana na ule msichana. Ule msichana akaniambia, mimi hata ninakaanga Eldoret, nimeolewa. Na saizi vile nakuona tunaweza saidiana. Kuja twende tukakae huko. Nikamwambia haki hapo utakuwa umenisaidia juu sina kwa kuenda. Na hizi siku nimekuja nimekaa kwa ule mama, bado nakaa mzigo. Nikasema utakuwa umenisaidia sana twende. Tukaenda. Msichana tukatoka na yeye akanipeleka hadi tukapanda gari sisi hao Eldoret. Sasa bro yako umemwacha kwa huyo mama? Nimemwacha tu kwa huyo mama. Juu kuna penye mimi ningempeleka. Na bado uko na mimba? Na bado niko na mimba. Sisi hao hadi Eldoret. Tukafika stage. Tukashuka gari, tukakaa hapo. Msichana akaniambia aje, hebu hata niende pale nakuza naenda hivi narudi tu saa hii. Na mimi hadi nilikuwa nimebeba nguo zangu kwa juala. Nikamwambia sawa. Msichana alienda akiendanga. Hakurudi. Ameniacha place sijui hata mtu. Sijui wapi ni wapi. Alienda akiendanga. Sasa mimi nikaanza kutesekea sasa huko Eldoret juu sijui sina fare ati nitarudi Naivasha na hata nikirudi narudi kwa nani. Sasa ni kuanza maisha hapo Eldoret. Nilikuwa nalala kwa vibanda. Utaanza maisha aje? Kulala kwa vibanda, naosha vyombo kwa mama mchana ndo nipate food. Jioni naenda najisunda kwa kibanda nalala mpaka asubuhi. Bado tu naona mimba bado ina grow. Siku ati at least kama ningekuwa na mtu najua huko ningeenda. Lakini sasa sijui ni place mgeni. Sijai kanyanga huko hata. Sasa ninashindwa nitaanzia wapi. Sasa mimi nilikuwa tu na survive hivyo. Mchana nazunguka nikioshanga vyombo. Naambia tu mtu nipe tu kazi nikoshe vyombo nipe food. Wananipea hadi walikuwa wamenizoea. But jioni naingia hapo hivyo nalala. Sasa sasa siku moja nikakuja kukutana na kijana fulani hapo. Kijana mmoja kakuja akani approach, nikamuelezea shida zangu. Akasema, mimi ni sawa, nimekusikia na nimekupenda. Sasa nikasema sawa. Na akasema mimi nitakusaidia wewe na ndugu yako. Simi nikakubali juu amesema atanisaidia mimi na ndugu yangu. Na juu najua bado ndugu yangu si ati penye yako kwa vizuri. Nikasema nikakubali. Tukaanza sasa kukaanisha. Tukakaa vile ilifika Januari 2017. Nikamwambia siturudi hivyo nini. Situende hivyo Naivasha. At least Naivasha life ni cheap. Si kama huko. Jana akaniambia sawa. Tukakuja Naivasha ndio tukachukua mpaka bradhangu. Tukakuja tukaanza kuishi na bradhangu. Tukakaa. Mwezi wa 5 ikafika sasa ndo najifungua ule mtoto. Sasa nikajifungua. Like mwanaume akaanza hadi hosi akuja kunitoa.
Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. We Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake mucie waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments iri hagu guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungenda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungenda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndina cio ni ati cikomeire farafara ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucie wa guikara mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenye uria tungiaria. Broti ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724 333313. Karibuni sana. Sasa nikanini vile brother wangu alinikujia hosi mwanaume hadi ende alisema atanishughulikia lakini unaona the end amekuja kunigeuka. Akuja hadi kunisaidia. Tukatoka hosi tukaenda nyumbani. Mtoto wako na 2 weeks. Mwanaume anatasema ati tuzae na yeye. Na mtoto wangu saizo wako na 2 weeks. Hata kitovu ija katika vizuri. Akaanza mateso. Ile hadi ananiambia sasa tumekana hapo nikaanza na mtoto akiwa na hiyo 3 weeks hapo nikaanza kibarua. Nikaanza kwenda kushona neti. Kushona? Neti. Za kutaga? Za samaki. Naenda na shona na kuja ndio tupate chakula. Jadi mwanaume aniachie chakula kwa nyumba mimi ni mshiri. Nenda na mtoto? Nenda na mtoto. Nenda nakalalisha hapo chini kwa kivuli. Vile jua inasonga na yeye anasonga. Hivyo. Mwanaume hadi ilifika mahali ananiambia, mimi sitaki kulala na wewe na hii nini, nataka kulala na wewe na nyuma. Nakataa. Ananiambia, mimi nataka sasa, mimi nataka nyuma sasa huko hivi mbele na kushararuka, ishakuwa kubwa. Mimi nataka nyuma. Mimi nakataa, nikikataa ni vita. Napigwa. Hadi kuna time alinipiga nikiwa uchi na brother wangu wako hapo. Wewe mbona ulikuwa uchi? Si amenitoa manguo, ananitandika mbele ya brother wangu. Na brother wako si mkubwa design? Hapana, brother wangu ni mdogo. Sasa alikuwa kadogo. Okay. Ananichapa. So like ile brother wangu hadi ananiangalia tu. Anashindwa atafanya nini, haezi bishana na wewe mwanaume. Lakini tu ile ananiambia, siku moja akaniambia, yani unateseka tu hivi juu yangu,
Nikamwambia hapana, si juu yako. Mwanaume akaendelea na mateso, kunipiga. Hadi ikafika mahali mimi nikishona neti, anakuja anaitisha zile pesa. Anasema apewe. Na asipopewa atakuja kwa nyumba na anichape. Alikuwa anichapa hadi na chuma. What? Yeah. Na sasa hizo anakuchapa juu umefanya nini? Hivyo tu, akiniambia kitu nikatae ama nimwambie baadaye, ananichapa. Hadi sometimes sijamkosea. Na sasa ungeenda kule mama alikuwa wanaishi na baba? Asingeenda kwake. Tena niende kwake niko na mtoto, mimi na brother yangu, obvious angewezana. So ilibidi tu nivumilie. Alikuwa mwanaume alikuwa ananichapa. Kwanza akiniekelea chuma, alafu tena anarudi anakuja na mwanamke kwa nyumba. Ananiambia, wewe virago zako chini. Mimi sasa na mtoto wangu chini, brother wangu ako kwa kiti, yeye na mwanamke wake kwa kitanda. Wanalala, mimi niwapikie na niwachemshie mpaka maji ya kuoga. Simtoke muende. Nitaenda wapi? Finally simuliachana. Finally sasa ndo tulikuja kuachana. Ulienda wapi? Nilienda nikakomboa nyumba. Ungefanya tu hivyo. Sasa that time sikuwa na hiyo uwezo. Juu unaona hadi brother wangu ilikuja kaacha shule kwanza. Ndiye at least anisaidia, nakuja hata ananishikia mtoto kidogo, ama senya yako busy kidogo juu alikuwa anawekeanga uzi za Joji. Ishi ndana kushona neti. Kuna hiyo kamba inaekangwa. Alikuwa akiwa busy akiwa anaweka, mtoto analala chini, lakini wakati ya weki alikuwa anaekanga analipwa mbao. Wakati ya weki anakaa na mtoto. So na ilibidi yote yeye naye akaacha shule kwanza juu hakuna wa kumlipia. Ni mimi tu. Na ule mwanaume tukishona hata hizo neti anakuja anaitisha pesa zote. Anaenda nazo. Sasa kitu ilikuja kunisaidia ni chama. Tulikuanga na chama na huyo mwenye alikuwa anampea pesa huyo boss ndiye alikuwa anaweka pesa ya chama. Mimi nikamwambia, "Wewe fanya aje? Kama hata nimeshona neti 6, wewe kuna gawanisha hiyo pesa mara 2. Mpatie nusu nibakishie kidogo." Jusi anafanya kazi, naona niko na mtoto mdogo. Madam akakubali. Kule madam huyo sasa boss wangu sasa huyo mwenye alikuwa na shona neti. After amekubali kumpeanga pesa nusu, kupe ule mwanaume pesa nusu. Mimi ananibakishia. Hapo sasa ndo ile time nilikula hiyo pesa. Nikaamua sitakaa na huyo mwanaume tena. Juu ataniua. Tukaenda tukakomboa kanyumba. Komboa kanyumba na brother yako? Juu pesa ilikuwa mzuri, alafu at least kitambo vitu hazikuwa hivyo expensive, tukutununua kwa second. Tukanunua kama mattress, sufuria na kajiko. Juu bado mtoto bado ana grow. Jioni na sasa jioni namwacha na bro, naenda kushona neti usiku. Hiyo usiku namwacha na brother yangu. Mimi nashona neti. Mchana nakuja nashinda na mtoto, brother yangu anaenda shule. Juu ile pesa ilifanya mpaka nikarudisha brother yangu shule. So ulikuwa unapata pesa poa? Nilikuwa napata pesa mzuri. Tukakaa hivyo. Tunayafanya tu hivyo kama kawaida. Mchana sasa ndo mimi nilikuwa nashinda, ama hata sometimes ndashinda huko kwa neti tu. Yeah. Neti zikakuja zikapotea. Washonaji wakawa wengi, kazi ikawa hakuna. Yeah. Neti kupotea ndo nikaingia sasa nafanya vibarua. Vibarua kama leo sina kibarua, kuna worms, minyongoro. Za kufanya nini? Za kutega samaki bado. Zinauzwa? Mnaenda mnachimba kwa takataka ama kwa sewage, kando ziko. Ziuzwa? Ala. Sasa unaenda unachimba. Sasa nilikuwa naenda nachimba na kuja nauza. But naye pia ilikuwa tu na pesa mzuri. Juu ilikuwa inaweza kulipa fees hivyo. Kwani mnyongoro moja unauza aje? Si moja. Kwa kikombe. Kikombe moja ni pesa ngapi? Kikombe moja ilikuwa 100. Na sasa kikombe utajaza saa ngapi? Italingana na speed yako ya mkono. Okay. Alafu
tena inalingana ni wapi umeenda. Kuna mali mnaweza enda mpate ni mingi na kuna mali unaweza enda ukose. Sasa tunaenda hivyo na chimba na kuja nauza soko. Sasa nilikuwa na makastoma wangu. Okay. Mara mingi nilikuwa naenda na order. Nikafanya sasa tena Minyongoro ikakuja mkienda mnakosa. Okay. Zimeanza kuisha juu tena wachimbaji wamekuwa wengi. Na si mtu mmoja ajitolea afuge hizo vitu. Saizi sijui kama ziko lakini sasa soko saizi watu si wengi vile juu ya Coast Guard. After so wamekuja lake unaona sasa mambo ikaanza kunini. Yeah. Okay. Mimi nikanini vinyezilisha. Nikasema sasa nitaanza kazi gani? Hakuna mtu atakuandika kazi bila ID. Kwani una ID? Yeah. Sina. Hadi hiyo time? Hadi sai. Kwa nini? Nikienda kuchukua nafukuzu. Sasa nikienda unajua huyo mtu mwenye ako kwa chief ananijua. Anajua huyo hakuda kitu wako nayo. Kuna huyo madamu anakuanga kwa chief. Niliambia kuja na death certificate ya mamako. Kama amekufa. Aliniambia hivyo, kama amekufa ndio kuja na death, ama kuja na birth certificate. Nitatoa wapi? Tena that time hata hiyo time za singewezana, majukumu ni mingi. Nitawezaje kwenda kujichukulia? Yeah. Okay. Sasa sikufanikiwa kupata that time. Na hata saizi nimejaribu. Lakini bado ni ngumu. Yeah. Sasa unaona hakuna mtu anaweza kuandika kazi, hizo Minyongoro zimepotea. Tukaingia kwa scrap. Kokota na kuja na pea brother wangu anaenda nauza. Jumi ni msichana na unaona akikuona kwa scrap bado. Kuna vile. Unaona brother wangu alifanya nini 2024. 2023 KCPE. Okay. Na that time sikuwa na kitu. Scrap ndio ilituokolea. Yeah. Brother wangu akafanya KCP, anafaa kutairi. Kutairi hadi ana ati, unajua nilisikia kuna kwanga na ile kwenda kuomba anko ndio uende utairi. Kwa Kikuyu kuko hivyo, kwa Kamba. Wewe si umesema ni Mkamba? Mimi ni Mkamba. So kwa Kamba sijui kama kuko hivyo. I think kuko hivyo pia. Tunaenda kuomba anko. Sasa sisi hatuna anko mwenye anaweza enda kuombwa. Lakini tu nilichangisha akaenda akatairi. Mwenye alimsimamia kutairi tukakuwa na relationship na yeye. Sasa utafanya aje au na otherwise? Okay, sasa huyo atakusaidiana. Sasa huyo si anashughulikia bro kukula kila kitu na sisi pia. Mimi na mtoi. Ananishughulikia hivyo. Napata food, napata chenye nataka. Sasa na nilikuanga natumia family can let down, can mess. Mkanini. Nikapata mimba sasa. Okay. Pata mimba, jamaa yuko. Akaenda missing. Wow. Sasa nikungangana na hiyo mimba. Na niko na mtoto mwingine na that time hakuwa shule. Ameingia shule this year. Yeah. Okay. Aliingia last year term 2. Ndio aliingia nursery. Yeah. Sasa huyu jamaa aliendanga hivyo, mimi nikabaki na hiyo mimba hadi nikazaa. Brother wangu hata I thank God alipata sponsorship ya kuingia high school. Kuna mwenye anamlipia shule. At least nini. Saizi yako form 2 nako 19. Wow, form 2 19. Yeah. Wewe uko how old? Mimi niko 26. Yeah. Uko 26. Uko sure? Yeah. Niko sure. Nilienda hadi time nilikuwa nashughulikia ID, walinituma mpaka hosi niende nifanywe age assessment. Na una ID? Sina. Niliambiwa nishaandikiwa hadi barua na chief. Nikaenda huko kwa ID, niende kwa registrar.
Registrar venye nilienda huko akaniambia lazima huyu mwenye alikupatia hiyo photocopy yake akue. Na sasa unaona mwenye kunipea photocopy, mwenye nachukua nini na ya nini yake hayuko, si rahisi kumpata. Photocopy ya mwenye sasa nachukua ID na nini yake. Ulikuwa umechukua na ya nani? Ya mama fulani hapo. Sasa lazima akue ndeke kidole. Hivyo ndo niliambiwa. Na sasa mama kumpata ni ngumu. Alafu tena unaona saizi si yuko Naivasha. Sasa saizi ninaishi hizi side za Wangige. Nilipata nyumba huko, nilipewa nyumba huko. Na nikuulize, sasa venye umepata mimba hapo na huyo ameenda, kutaendelea aje? Kwa sababu ndio tulikuwa tumeachia. After nilipata mimba huyo akaenda. Sasa si ni kuanza kustruggle. Nafanya tu vibarua. Sina kwa kunini, but sasa hapo kwa kujifungua na kunisupport tunguo, kuna huyu madam alinisupport. Huyu sasa mwenye analipia brother yangu shule. Yeye ndiye alinitoa hosi. Yeah. Sasa brother yako ako wapi? Brother yangu ako Naivasha kwa shule. Anaishi wapi? Anaishi Naivasha. Na nani? Nimemrentia. Anaishi peke yake? Wewe mbona uliamua kutoka na huko? Lifestyle ya Naivasha si mzuri like. Mimi nimekulia huko, najua. Na siwezi taka nilele watoto wangu mali penye yuko safe. Na sasa una survive aje? Ninauza tunguo. Nauzanga nguo door to door juu siwezi eka nini business, siwezi fungua kazi juu sina ID. Lazima uwe na hiyo nini. Na mtu akitaka kutumia do kwa M-Pesa. Niko na line niliregistiwa na rafiki yangu. Ndio natumianga. Ulizangu ya juu kienda kutoa do? Ulizangi. Yeah. Alafu mostly unaona tunalipanga na simu. So kulipa na simu ni rahisi kuliko kuwithdraw. Alafu bado hiyo time nilienda kutumuko hosi kwenda kufanya age assessment, ndio nilikuja kukutana sasa na huyu rafiki ya mamangu. Watu ndio nilikuwa nataka kuuliza rafiki ya mama yako. Nikuja kukutana na yeye like mama aliniona tu akalia. Alikujua aje na wewe ni mkubwa? Mark. Hiyo Mark kwani alikuwa anaangalia details aje? Mark niliungwanga. Azina alikuja tu akasport hiyo Mark. Si tumekaa na ile mnaweza kaa na mtu hosi hivi, mmekuja nyinyi wote hosi. Mtu ashinde amekuangalia. Sasa mama alishinda akiniangalia. Ndio akaniuliza, habari yako msichana? Unaitwa hivi na hivi? Nikamwambia Akaanza kulia. Yeah. Akaniambia, ni Mungu hapa penye mmefika. Ni Mungu. Akaniuliza, ulipatanga ripoti ya mamako? Nikamwambia, mamangu tena, saizi unaanza kuniambia mambo na mamangu. Mtu mwenye mimi hadi sijui anakaaje sahi. Akaniambia, pole sana. Yeah. Kwa nini? Sasa aliniambia like mamangu aliuliwa kwa room. What? Yeah. Na nani? Mamangu alikuanga mtu wa kujiuza. Ndio maana alikuwa na watupa. Mimi alinitupa juu alinizaa na mzee wa wenyewe. Alikuwa amekuzaa na mzee wa wenyewe. Huyo mzee unamjua? Mimi simjui. So aliuliwa, alikwambia aliuliwa lini? Hakuniambia lini, aliniambia tu wewe mamako aliuliwa kwa room. Kwa hiyo kazi yake yenye alikuwa anafanya. Sasa yeye ni alikupea hizo story akikwambia yule msichana alipotea juu Guka alikuwa anafanyia? Na bado akaniambia Guka si mtu, hakuwa mtu mzuri. Yeye ndiye aliua bibi yake. Na madawa. Madawa za like alikuwa ni kama huyu mtu anaamini sana hizi madawa mauchawi. Za nini? Hizi za zinaitwa aje? Traditional hizo traditionals. Alimpea hadi akamuua. Like sasa mimi nikashindwa Guka mbona uwe bibi yake after ameka hizo miaka zote. Mbona basi alikuwa ananifanyia hizi vitu, alikuwa anatuchukia.
Guka alikuwa anatuchukia. Juu ati alikuwa na nini, ati sijui mamangu alikuwa anamsumbua. Ndio maana hata hakuwa anatakanga like hata kuna mtoto wake mama akiniambia kuna mtoto huyu Guka sasa mwingine Guka alikupea watoto wake dawa hadi mtoto akakufa. Akajaribu tena kurepu. Sasa huyu mtoto amekufa, sister huyo mtoto, huyo msichana akaendanga children's home. Sijashika ati akajaribu kurepu nani? Huyo msichana like Guka alikuwa na hiyo tabia. Huyo mwenye alikuwa amekufa. Sasa sister yake. Sister huyo mwenye ako katoka alikufa, alikuwa kakijana. Sasa kuna sister huyo kakijana. Hakuwa mtoto wake? Alikuwa mtoto wa mtoto wake. Alikuwa amejaribu kumrape. Msichana akatoroka. Mtoto mdogo? Msichana ayo alikuwa mkubwa. Hadi kwa huyu sasa mtoto wa shushu. Ala, kwani alikuwa na tabia mbaya aje? Guka hiyo ni tabia alikuwa nayo. Kwa nini sasa? Sijui ni laana. Mimi sijui ile. Na alikuwa na rape watoto. Alikuwa na like inaweza kuta sio sisi pekee tu alikuwa anafanyia hivyo. Labda pia alikuwa anafanyia watoto wengine hivyo. Na sasa kutoka time yenye alitoka huko hujisikia story zake tena? Hata siwezi kuambia alienda lini. Hiyo time mwenye nilikuwa kazi hapo vile tu nilitoka kuja kazi hapo ndio ilikuwa mwisho wangu kuonana na Guka. So nilikuwa nataka kujua. So hata ujui ucha kwenyu ni wapi? Nilikuwa nasikia tu Machakos. Machakos ya. Bonde najua tu ni Machakos lakini sijui ni wapi. Mimi sijui hadi sijaienda. Sijui, mimi najua tu home ni Naivasha. All my life nimeishi huko. So Madhe alidedi hata huwezi jua alizikwa wapi? Siwezi jua. Lakini hadi nashindwa sasa brother yangu nitamwanzia wapi kumwambia hizo story. Kwani hujamwambia? Sikumwambia Madhe alidedi juu kuna time bro yangu bado ako kukunywa sumu. Sasa naogopa. Alikuwa anataka kunywa sumu je nini? Ati amechoka na maisha. Kwani kuna anapitia go through a lot akiwa huko ama? Sijui. Ni ule si ule mtu wa open up kwa kila mtu, ni ngumu. Kabla akwambie kitu ni ngumu. Yeah. Mimi nilipigiwa tu simu ngamoja brother yako amekunywa sumu, tumemkimbiza hosi. Na huyo mama? Rafiki yake tu mwingine mwenye alimchukulianga bath, rafiki yetu yani rafiki yangu alimchukulianga bath. Unajua sasa mimi sikuwa na ID. Na mtoto time alikuwa anafanya KCP lazima angekuwa na bath. Sasa ilibidi niombe tu mtu. Sasa wewe unaishi Wangige? Mimi naishi Wangige. Sasa saizi job set ni mzuri sana. So reason amekupeana story nione kama naweza pata msaidizi, anisaidia at least na kulipa rent, food ni mimi. So kulipia bro yako? Kulipia bro yangu. Juu mimi kazi si ati nimeweka. Ile tu unaenda unanunua tu vitu kidogo unakuja unazungusha, but bado unaona niko na mtoto wako na shida ya macho. Huyo first born wangu. Na huwa anatumia madawa kila mwezi first born. Kwa nini? Kuna nini inamea kwa macho. Kuna hiyo nini lea. Sijui inaitwa Jess. Inamea wapi? Kwa macho ndani. Inakuja ikifunika hii nini ya black hivyo. Sasa kuna madawa yanatumianga. Yeah. So na inakuwa ngumu kidogo kulipa rent, dawa, chakula, bado chakula kwetu. Na si ati ni kila siku utaenda kuuza nguo uuze zote ama uuze ngapi. Unaweza kwa siku nguo 1, 2. So support yenye unaweza taka haswa, unajua taka ni kulipia rent, hakuna mtu anaweza kulipia ati forever. Yeah. Utaka ni kupewa chakula, hakuna mtu anaweza kupea forever. Mtu anakuanga na nini at least nikapata hivi naweza fanya hivi. Yeah, mimi ningeza pata tu support ya kuniboostia tu job yangu. Inaweza nisaidia sana. Yeah. Hiyo story yako ni sad though tukianzia sikuwa naamini. Ni ukweli. Venye sasa ulikuwa unaniambia story za Guka. Siwezi danganya kitu kama hiyo na ni kitu imenihapenia. Yeah.
Hiyo ni kitu imenihapenia mimi mwenyewe. Wanaongea tu mtu kuna watu wanakuanga anaweza fanya kitu yote ndio apate support kutoka kwa watu. Hapana. Mimi siwezi fanya hivyo. Tena mimi aim yangu ni watu wajifunze na wajinini, usiamini kila mtu na mtoto wako. Na huyu daktari huwezi mpelekea mtoto ama sijui yako wapi juu tulikuanga rentals. Ndamtoa wapi? Ningekuwa naweza mpelekea, lakini tena kumpelekea mtoto wangu. Nimeteseka na huyo mtoto. Tena siwezi taka asuiwe alee mtoto. Sasa sijui kwa kumtoa. Huyo kuka wenyu alikuwa ale modo Kemaramali. Unajua Kemaramali ni nini? Yaani ni wale wazee tu, wazee waaganu kabisa. Though nimesikia story kama hizo. Whereby unasikia au maguka ama maankoz wanatikia watoi wao advantage wenye wameachwa na watoto wao. Una get? So si ati ni mara ya kwanza kusikia kitu kaa hiyo. Though inakuanga ni kitu very hard to believe. I'm so sorry about that. Kulingana na hizo vitu zenye umeelezea, kwa kila kitu umepitia, pole sana. But at least ume overcome. Yeah. Ume overcome. Sasa bro yako umesema ako form 2, huyo ako sorted kunini kusoma, si ndio? So kitu yenye inaweza kuwa tricky kwake ni rent. Na how comes huyo madhe hangetafuta shule na huku mahali huko asomee tu? At that time sikuwa nimepata nini huku, nilikuwa nakaa Naivasha. But you should do that arrangement. Anaweza kuja hivi, at least akae mahali wewe huko, kuliko uko unalipa nyumba 2, uko unalipa nyumba 1. Then unaona akiwa close na wewe, kaa venye unapigiwa simu za kuambia ati alikuwa anataka kujinyonga. Akiwa naye at least unaweza muongelesha. Sio ni sawa? So unaweza ongea na huyu madhe. Next year wakienda kufungua shule mnaweza tafuta shule huko. Maybe anaweza kuwa na depression. Juu hadi mimi kuna time nilikuanga depressed na next time natumia drugs, nilikuwa addicted. Drugs gani? Dawa gani? Nduya Nedo. Cosmos. Hizo ni majina gani? Hiyo ni shengia wapi? Unajua hizo? Cosmos hizi dawa zenye wanapeanga watu wenye wako madhari. Okay. Nimezicheki. So ulikuwa unazitumia ndio utulie? Ama hizo si zinafanyanga mtu afia tu ama? Hapana. Yaani hizi tu must zinafanyanga msia kwa high something like that. Awoni kitu kubwa like ilibidi tu unaona tu kitu yote. Ulikuwa unatumia hizo dawa? Mimi kuna time tu ilifika ikabidi tu nitumie na bangi. Mimi hadi bangi sikuwa naisikia. Haiko inaingia. So ulikuwa unatumia hizo? Nilikuwa addicted. Hizo tu dawa. Na bangi sana. Bangi sana. Na sasa bado unavuta? Hapana. Uliweza aje kuacha kuvuta? Juu sasa niliona naachanisha bradhangu na mtoto wangu wanateseka. Like mimi nitatoka kwa nyumba, niende base, nishinde base. Nilale huko base. Nishazaa watoto. Nikule tu hivyo nisikie. Yaani unaona hadi ukikula hizo dawa, hakuna vile utasema nataka kukula chakula. Juu uko hai. Hakuna kitu unaradanisha. Hazishuki. Sasa zitashuka aje? Na sasa hadi kahawa yenyewe iko na hizo. Kahawa? Zinaekwa sana kwa kahawa. Bangi najua inaekangwa kwa kahawa na nini? Nduya. Inaekwa kwa kahawa. Hizi zinauzwa kwa barabara? Za huko kwetu sijui. Lakini mimi sikunywangi hizo. Za huko Vasha sasa zilikuwa. Vijana wanauza, inabidi tu wameweka. Ndio kikuzia wewe utasikia uko fiti. What? Sasa mimi nilikuwa addicted na hizo. Na kama ulikuwa addicted uliweza aje kuacha? Unajua addiction ni jina kubwa sana. Nilikuwa hadi nikikosa kumeza unaona na shake. What did you do? Ulienda rehab ama? Sikuenda. Na uliacha aje? Ni Mungu tu. Nilikaa tu siku moja nikasema leo mimi situmii kitu. Nikajiita kama mkutano. Nikajiuliza hii ndio maisha nataka niishi? Hii ndio maisha nataka bradhangu aishi? Ama ndo nataka hadi mtoto wangu akuje kuishi?
na ni mimi wanategemea, hawana mtu mwingine, hatuna mtu mwingine tutasema ni mtu wetu atatusaidia. Mimi nilikuwa dini nikikaa hivi, mimi hadi saa hizi nikikaa hivi tu kuna time nakuta nasikia hapa na nataka, lakini at least penye niko sijuani na, yani mimi sijuani na wale watu wengi ati wenye nitasema nenda pale base. Unajua sasa ni vile Vasha ukipiga hii kona na pale hivyo ni base, utaenda utapewa, si lazima ununue jama beshte. Sasa huku sina. Lakini Naivasha kuna kuanga na shetani anatawala huko. Kuna mtaani nilienda sijui inaitwa Nyuki Hoto sijui wapi. Unapata mtoto kwa 14 years na kuna sijui watoto wangapi ameolewa. Na kuuana sana Naivasha. Naivasha watu wanauliwa, and that's why nikasema bila nilipata hiyo chance ya kutoka nikatoka. Unakuta mtu okay, mtu utakuta mtu kuna beshte yangu tulikuanga tumekaa na yeye, mtoi wake akasema nimeenda kucheza mambai. Hiyo tu bai ndio ilikuwa ya mwisho wa mtoto kusema. Kwani alienda kucheza, tujui vile alienda, ngoma alishi kutafuta mtoto wiki mbili nzima. The next thing alikuja kupata mtoto ametupwa kwa majerusa na amerepiwa. Ati wapi? Kwa hizi mamiba zinaitwa Jerusalem, sijui si tunazita majerusa, kiwa amerepiwa na ametupwa. Okay. Na ni mtoto wa 2 years. Yeah. Huko yani kila kitu ni kuna vitu tu zina happen, watu washazoea ni normal. And that's why mimi nikasema nilikuwa nasemanga nikapata chance ya kutoka huko mimi natoka. Na since Mungu alikam through na nikatoka, sasa niko poa. Huyo mama bado alikuwa anatumia hizo madawa? Huyo mama alikuwa kanisa, alikuwa ameolewa. But hapo bado kuna negligence, cause kuachilia mtoto 2 years. Watoto sasa unajua ni wengi wakienda kucheza. Sasa utajua wako wakipotea, sasa ndio unaanza ile tu jioni unastuka mtoto wako wapi. Vitu zingine kama hizo hutawezi kufikiria kuze unaweza jifanyia kitu mbaya. So anyway, sorry kwa hizo umetipitia, na mimi sitakuzuilia kusaidika. Mimi hufanya stories mob huko. Hiyo story yako sita without, because it is your story, but time will tell. Time na huku by then ni kutriki sana. Mimi nafuatanga mtu. Si unajua hivyo? Najua. So hata sihitajingi vitu mob tu. Simu tu zikuja by the way. Like there is kuna story fulani nilifanya ya dem fulani juzi tu. Nilifanya lini hiyo story? Last week. Na nilikuwa na nilikuwa 250-50, but by then nilipigwa tu na watu wengi wa huko wakaniambia huyo demo alikuwa anaongea ukweli kabisa. Watu wanamjua kutoka akiwa mtoto. Una get? So mimi upata tu confirmations nikiwa hapa. So mtu mwenye amesikiza story huyu madam ndio unaweza taka come through kumsaidia, unaweza msaidia. Atapeana namba yake ya simu, at least aweze kujisimamisha yeye mwenyewe na aweze kusimamia ubro yake. So utapeana namba yako ya simu. Na ndio sasa watu wengi wakikuona wakupigia ama hata wakujui au kinaguka kama huko unawajua, so wakujui. Nijui. Labda tule mwenye alikuwa amenioa labda. Mgani? Huyo mwenye alikuwa anakuchapa. Huyo mwenye alikuwa ananichapa kwanza hadi kwa Mkenya. Alikuwa mtizedi. Na anakuja kufanya vitu kama hizo Kenya. Sijui, anajua mimi sina mtu atanitetea. Na si umripoti huyo alikuwa anafaa deportiwe ama apigwe na mawe pia yeye. Kwanza alikuwa ile against Christianity. Alikuwa nikiwa kwake siku naenda kanisa. Watizedo wengi wanakuanga Waislamu. And then another thing, wazazi mnafahamu kuwa very careful na watoto wenyu. Kwa sasa kama story hiyo maadhi venye umesema mtoto wake wa 2 years alitoka tu nje akaenda akacheza then akurudi. Mimi naweza blame huyo mzazi, cause kuna age fulani ya mtoi hufai kumwachilia tu hivyo 100%. At least hata kama anacheza wacha achezee mahali unamuona. Ama unaweza sema aje? Yeah. Mtoto akiwa 2 years
huyo ni mtoto mdogo sana. Siku hizi by the way ni kubaya, na vitu zingine mnaonanga tu kwa media, unaweza fikiria tu ni story za jaba, lakini vitu zina happen. Kuna vitu bado watu wanafanyanga zinaitwa wana harvest organs za wasi, labda anaweza kuwa hata za watoto zinaweza fanywa hivyo. So take care of your kids. Kitu kingine, watu wenye utake advantage, watu kama saa venye kuka yako alikutekea advantage, that is very wrong. Na unaweza pata mzae kao, huyo anaweza kosa kudedi haraka, but zile mateso atapitia akiwa mzee ni mingi sana. So hapo hata sijui inaweza blame nani, cause mama yako sasa huyo naye alikuwa mlevi. But it is so sad, unapata mama anapata mtoto alafu unaenda unamtupa. That is so sad and it is so wrong. Hata kama ulipata mtoto sijui na nani, unajua kitu moja, si ati ulikuwa umeshikwa na nguvu. Na hata kama umeshikwa na nguvu na mtu amekam, si amekam tu juu God alikuwa anataka. Juu kuna wamama wengi sana wana struggle, wanatumia dawa zote, wanaomba daily, wanaenda sijui wapi maombi ndio wapate watoto, lakini hawapati. So the moment umepata huyu mtu hii, si just take care of him or her, mtu hii grow, ama umchukue tu mpeleke children's home kama utaweza kumlea. Mchukue tu mpeleke children's home, at least akue vizuri, kuliko tena umwachanishe apitie vitu kama hizo, apitie matrauma. That is so wrong and that is so sad. Gutiri mwana ukaga muhoroe wario wa Ngai atendete. Ngai ni wokora gufagite maundu macio mothe. Tena unajua hata wewe you know you are still young, you are 26, you are very young. Hakuna mtu anaweza jua kesho utakuwa nini. You see? Ile kitu inakuanga pia inaweza takwambia hivyo. God aliumba kila msee na purpose, na purpose yake. Si unaona kama venye uko na mwili yako, hakuna sehemu yoyote yenye inanga purpose. Una get? Ebu just imagine macho iliwekwa hapo ikiwa na purpose, purpose, mapua, mdomo, kila kitu, na wewe mwenyewe. Si you have, Mungu alikuumba na purpose, na hufai ku lose focus. You are still young, you can make it, you can do it. Ujiamini tu, uchape hustles zako bila kutaka kukula vitu za watu, bila kukosea mtu. God will come through na ana bless mtu. Saa zingine mimi nasemanga ati hata si kuokoka sana, ati mimi nimeokoka na ombanga kila siku nafanyanga, hapana. Agikoro dureka mundu, si unasikia Kikuyu? Agikoro dureka mundu uri ogiuru, and you're doing the right thing, Ngai ni akurathimaga. Hata nature itakufavor. Oguo ri ungihota gufocus na maundu maku, okorwo ni tawiro cio waku urauga wa kwendia nguo, kama niyo job nasema ya kuuza manguo, God akiwezesha tu upate msana za kusupport. Wewe focus tu na kazi yako. Ni watu wengi sana wamekuwa masonko juu ya kufanya kazi kama hiyo. Kesho yako hatuwezi jua. Hata si miaka 2 ama 3. Within a blink of an eye unaweza pata umekuwa a very big business woman. Na get? Noru haria hokagira thina ni mundu gwitwa mjanja. Na ujanja by the side yangi. Siku hizi hata tunasemanga mafala by the way survive. Unaona watu wengi wanajifanyanga mafala. Unakaa tu hivyo kaa fala, watu wanaona hiki msee kinakaanga aje. Lakini wewe deep down unajua kenye unadu. Unaona? Ukikaa tu hivyo utapata unafanya kazi yako, kama ni ka stock, unaenda unaongezea, ukipata do, wacha raha mingi. Raha saizi si time ya kupiga raha. Unapiga raha uko na nini? Kwanza invest na busy yenye unadu. Wake ona mbeca ugathii ugekenia na mwana waku hanini, ukama twara out tondu wina ciana. Etiguo mugacoka mugathii ukongerera stoko, wira waku ni neheri. Unaona? Na si kitu kubwa hata kidogo. Watu wenye unaonanga wakiwa na makazi kubwa, hakuna kitu kubwa na kwanga wamefanya, ni discipline peke yake. Una get? Another thing sasa ujue tena utakuja tu hivyo uende. Unajua mtu akianza kupata pesa kuna ka urembo fulani kauingia. Unaona unapata hadi umeanza kukua brown. Wanaume nao wanakumulika. Magakuhenia ghafla bin vupa. Unajipata uko na mimba nyingine. Mbona unashtuka? Hapana. You know you are a human being, Na sometimes utafili mwili inataka. Mwili yangu, mbona unaniangalia ukiwa surprised? Hapana, just yes. So what you are going to do, you have to be very careful. Si ndio? Sasa juu uko nao watoto, hata kama bado utapata boyfriend, si vibaya. Hiyo ni kitu iliumbwa na God. Don't you know that?
Yeah, you are a human being, but you have to be very careful. Usijipate tena umepata mtoto mwingine na yeye aende. Sasa umewachua watoto wangapi? Responsibilities zimeongezeka. Tena uweza hivyo. Sasa unajua kuna dem fulani nilikuwa nimefanyia, hata si dem, ni jamaa nilikuwa nimefanyia interview na akasaidika na hadi tukamjengea, by the way. Sasa juzi ananipigia, sasa unajua bibi yangu alipata mimba, ako maternity, nimekosa pesa za kumwendea. Can you imagine? Ndio wewe fage wega. Ujipange vizuri. Sasa tena usikuje tena kunipigia, sasa nilipewa mimba tena. Sina pesa ya rent, sina nini. You see? Yeah. Hata by the way watu wenye wako hapa wenye mnatuwatch, kama wewe ni chali, kama wewe ni dem, plan kila kitu yako. Si ati unaenda kupata vitu zingine na emergency, ati sikuwa najua. Siku hizi by the way ukisikia ati ilienda tu happen. Plan maisha yako. Nataka hata kama ni relationship, nataka kuanza serious relationship nikiwa this age. But for now, wacha ni focus na kitu fulani. Na by the way inakuanga poa sana. Sijui kama mnasikia hapo. Si hata umesikia hapo by the way. Na single mother aligiale meha tondu ringi nio makoraga ni magwa magero-ini muno. Unajua unapatanga single mother, unajua sasa zingine nilipokuwa kuongea vitu zingine. Unapata single mother akona dry spell ya miaka kama 3. Sasa anapatana na kimwanaume kinamuonyesha nitakufanyia hivi. Alafu venye wanafanyanga atajifanya anapenda watoto wako sana. Kama aka katoto naona uko nako hapa. Kama mia nakachukua na kapeleka out, lakini anajua kitu yenye anataka. By the time unaingia kwa hiyo nyumba, mwanari kuthagota nyoko kaliwa thiri. Anakupachika mimba, alafu kuacha. Lazima ukue very careful, ukue very alert. Na red flag ukiona usignore. Mimi sikwambii usidate, but saizi ukue mjanja. 26 bado wewe ni mwana. Na no henio ligete ndugi henio. Ni kweli? Unaona kwanza hiyo age yako? Tunasemanga we learn from our mistakes. So mimi unajua mwanaume kitu yenye anafanyanga. Mwanaume akitaka demo na kujanga. Ushaiona ma politicians wakifanya campaign. Kasa hizi tuko na Kasongo. Na watu wanasema Kasongo must go. Lakini time ya campaign ikifika, heri ya mwage do. Una get? Ana try kuwa win. So hata wanaume anakuanga hivyo. Akitaka kukuwine, anapiga campaign ile mbaya. Sasa kama unafikiria labda anataka hiyo mambo, hata anakuonyesha mimi si huko. Mimi hata nimeokoka. Hata tunaweza lala kitanda moja na siwezi kuguza. Unaona bedheki kimsiki kiko serious. Kwanza kama hataki sex, huyu ako serious. Na anapenda watoto wangu sana. Oi. Unaenda unajiachilia. Unapata Anyway, you have to be very careful. Naweza pea na example ya mwisho. Kuna dem fulani ni best yangu, alienda akadate chali fulani. So uchali aliorganize na mtu fulani. Huyo mtu akajifanya pastor wake. Una get? So pastor akaenda kabreakia huyo dem news. Akamwambia, "Enyewe uchali umepata, uchali mpoa lakini hapatangi watoi." Una get? Sasa si dem amejua chali hapatangi watoi. So venye dem alienda akauliza chali alilia sana. Akamwambia, "Ni kweli mimi sipatangi watoto." Na huyo spiritual father amefanya vibaya sana kukuambia hivyo. Sasa dem akamwambia, "Nyewe hata kama ni hivyo mimi sitakutupa." Dem akajua hata siwezi tumia dawa sasa. Lakini wapi? Ilikuwa ni mtego. Dem alienda kufanya hiyo kitu akapata watoto. Ndio nakwambia mwanaume hakuna kitu hawezi fanya akisema target ni wewe, so you have to be very careful. I think si wewe tu nimeambia, ni kila mtu mwenye hata anatuwatch. So utapeana namba yako hapa. Ndio mtu mwenye ataweza kukusupport anaweza kusupport. Namba yangu ni 07 16 45 61 53. Rudia tena. 07 16 45 61 53. Majina unaitwa nani? Jina yangu ni Tabitha Mudho, lakini hiyo nilenia kuregister, so italeta Faith Mwende Wambua. Faith Mwende Wambua. Okay. Sawa, basi. Na sasa hiyo sasa si riski. Mwenye amekuregister anyway ni sawa. Hapo akajua umepata pesa. Aende afungishe line yake. Yes. Modo ukitaka kusaidia kama unaweza taka kumsaidia, at least you can have arrangement with her.
Ndio ndo maundu tamasho by the way. Na mtu anaweza tu msaidia apate ID pia. Ni muhimu sana. ID ni muhimu sana. Mtu anaweza jua venye anaweza msaidia apate ID, unaweza msaidia. So kitu yenye unahitaji sasa ni mzazi. Mtu anaweza simama kama mzazi. Ama huyu mwenye alikuwa amenisaidia alikuwa anafaa aende yake tu kidole. Sasa hizo wakupati bila kuweka mzazi kuweka kidole. Sasa mimi kama ningekuwa mzee ningekusaidia. Lakini sasa mimi nimekuacha na miaka kidogo nikienda niseme ni mzazi wako. So mtu mwenye anaweza saidia huyu madam apate ID ndio at least hata aweze kuhustle, aanze hata unaweza. Sasa hizi hata uweze fungua account ya bank, hizo vitu zote. So anyway, Mungu awabariki sana for today's show. Tunawapenda sana, mkuwe na time poa na muendelee kusubscribe. Thank you so much. Asante. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. We Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici. Ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40, ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungenda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungenda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndina cio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha, uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku. Wenda kunywa kahua at cafe, ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara, handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot. No ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Broti ici ciina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hurana beo ya thimu 0724 33 3313. Karibuni sana.